Leo kwa sehemu kubwa tutaangalia concept ya market structure, lakini pia kuanzia hii video na kuendelea nitakuwa natumia tu Kiswahili. Sawa. Kwa cha kwanza kabisa, hii ni page hii ni channel ya Million Pips Club. Kwenye lesson ya leo tutaangalia market structure kama ambavyo nimesema. Sawa. Hii ni moja ya concept muhimu sana kwenye forex trading kwa sababu inasaidia kuelewa direction ya market na nani ana control market, wakati huo ni buyers au ni seller. Tukianza kabisa na concept yenyewe ya what is market structure. Market structure ni jinsi price inavyotembea kwenye market kwa kutengeneza highs and low, yani higher highs and higher lows. Pia kupitia structure unakuwa unaweza kujua kama market ipo ni uptrend au iko ni bullish au downtrend, bearish au consolidation au range. Na kwa kawaida tutabali kama market ipo kwenye uptrend, sawa, na tutaseli kama market ipo kwenye downtrend. Lakini pia market ikiwa kwenye consolidation au ranging, hapa tuchukue end, sawa, kwa sababu hatujajua bado kama market itapush kwa kuelekea juu au itapush kwa kuelekea chini. Kwa market ikiwa kwenye ranging au consolidation, sawa sawa na no entry, yani tuchukue trade, hatuchukue entry, sawa. Hii concept ya market structure, lakini pia kuna bullish market structure, sawa. Sasa hapa tupo kwenye hapa ni downtrend, uptrend samani, bullish market structure au uptrend market structure, sawa. Bullish market structure hutokea pale ambapo market inatengeneza higher highs, kwa kifupi HH, higher highs and higher lows, HL structure pattern, sawa. Hii inaonyesha kwamba baadhi wanakuwa wako kwenye control na market ina push kwa kuelekea juu, sawa. Bullish market structure pia unaweza kurefer as a uptrend, sawa. Na nikuonesha pia mfano kwenye chart. Huu ni mfano wa bullish market structure, sawa. Market inakuwa inaenda kubuy kwamba ni uptrend, hapo na maana tuko sawa. Lakini pia kuna bearish market structure. Bearish structure hutokea pale ambapo market inatengeneza lower highs kwa lower low, kwamba market inaenda kwa sell na kutengeneza lower highs kwa lower low. Hii inaonyesha kwamba seller wana dominate market, kwamba market inakuwa inaenda kwa kusell, na break structure inakuwa inafanya retracement and then make continuation ya kusell. Mfano wake pia ningekuonesha kwa bearish market structure, ni mfano wake ni kwa market ina create higher highs na higher low, kwa ina break inaendelea kusell kwa kuelekea chini. Ndio mfano wa nini? Ndio mfano wa bearish market structure kama unauona hapo, hii pair ya USD CAD. Lakini pia kuna ranging au consolidation market, kwamba wakati mwingine market haina clear direction, price inakuwa inatembea kati ya support na resistance bila kutengeneza clear highs or lows. Yani hii ndio tunaitwa consolidation or ranging market. Yani mfano market inakuwa haikuoneshi au haitembei katika bearish au katika bullish, na kwa hiyo katika eneo moja, kwa mfano ambapo unaona hapa, hii hapa time frame ni 4 hours, sawa. Lakini kiapa market yote kwa mfumo hapa, sawa, kwa asilimia kubwa kuchukua entry, sawa, sababu ni rahisi sana kutolewa kama liquidity, kama ndio unatumia pia stop loss. Kuna uzuri kwamba utasubiri kwanza market za break bullish au bearish, atatafuta entry ya kubuy au ya kusell kama ambavyo nimefanya. Kwa hivyo break hapa, bullish, sawa, hapa na break bullish, sawa. Umeona candle kabisa hii hapa kubwa ya kubuy, ndio utafuta entry ya kubuy au ungekusubiri kwanza retracement kama ambavyo nimefanya maeneo hapa, patafuta continuation ya kubuy. Lakini market hiyo katika ranging kama hivi au consolidation, utafuta entry za kubuy au kusell, inakuwa haikuoneshi kitu, inabidi pia usubiri, sababu ukifanya tofauti unaweza ukapoteza sokoni. Pia hapo kuna important terminology ambazo unaweza kuzifahamu, ambazo inabidi uzijue. Kuna swing high, peak ya price, yani inamaanisha kwa mfano kwenye market hapa, sawa, unaweza ka swing high kwa sababu ni
ipikia mwisho market ambayo nini, ambayo iligota kabla, maybe labda follow kabla hajafanya nini, kama hajafanya retracement. Nitakupa mfano, angalia kwenye nini, kwenye chart. So unaweza tukachukua kama mfano kwa hapa inakuwa ni swing high, sawa. Kwa maana market ilifika hadi hapa juu kabisa, alafu fanya nini, alafu ka drop. Kwa hiyo juu kabisa inakuwa ni nini, inakuwa ni swing high. Na kwa maelezo hapo kuna swing high, peak ya price, yani ni ya juu kabisa ile ya mwisho market ambayo nini, ambayo iligota, sawa. Lakini pia kuna swing low, bottom ya price. Swing low inamaanisha ile, kwa mfano nikichukulia hapa, mfano hapa tukichukua mfano hii hapa inakuwa ni swing low. Market ilipush hadi hapa juu, sawa. Mfano ndio tukachukua ni mfano hapa ni swing high, hii hapa inaweza kani, hii hapa inakuwa ni swing low, sawa, kutokea hapa. Lakini pia kuna concept nyingine ya impulse move, strong movement ya market, sawa. Inamaanisha impulse move inamaanisha ni strong movement ya market ambayo ilitokea ndani ya muda mfupi. Mfano kama hii hapa, sawa, hii ni strong move. Unaweza kusema impulse, unaweza kusema ni hiyo ambayo najaribu kuelezea, kwa maana impulse move au strong movement ya market. Mfano wake ni hapa, sawa, kufika market kufika tu hapa, sawa, hapa juu ikaleta candle kubwa ya kusell. Sasa hiyo wakati mwingine inaitwa nini, hii ndio inaitwa impulse move. Kwa movement kubwa inatokea kusell, market labda ilifika katika nini, ilifika katika zone fulani. Kwa market ilifika katika hii zone, sawa, ikatoa candle kubwa kwa nini, ya kusell. Hiyo ndio impulse move. Lakini pia kuna pullback au retracement. Hii ni temporary move opposite na trend. Mfano kulingana pia na strategy ambayo unatumia, sawa. Hii unaweza kuchukulia kama ni moja kati ya factor ambazo unatumia kabla hujachukua end, sawa. Kwa kawaida na trade retracement, unasubiri market ifanye nini, ifanye break of structure to the upside au downside, afu unafanya nini, afu unafanya continuation. Mfano mmoja, sawa. Hapa ilikuwa consolidation na market ka break hapa kwa kuelekea juu, sawa. Market break kwa kuelekea juu na maisha inafanya retracement, afu utafanya continuation. Ndio maana tunajaribu kusema, sawa. Kwa pullback au retracement ni hapa market ambayo imefanya, sawa. Kwanza kabisa push hapa kuja juu, sawa, afu ikafanya nini, afu ikafanya retracement. Kwa hiyo ambayo unaiona hapa, hii ni retracement hapa. Hii ni retracement ambayo market imefanya, sawa. Baada ya retracement, market baada ya kusha retracement inafanya nini, inafanya continuation, kuendelea kupush kwa kuelekea juu. Kwa kitu ambacho kimefanyika hapa ndio inaitwa retracement au pullback. Kwa maana pia umenielewa. Pia kuna concept nyingine trend au continuation ambayo nitatoka kuelezea pia. Kwa kaida market ikifanya kama inaenda ni bullish, ikifanya break of structure to the upside, and then inafanya retracement au pullback, afu nafanya continuation. Unaweza kusema ni trend continuation, kitu kama hicho. Lakini pia kuna trade reversal. Trade reversal maana yake market inabadilisha direction, sawa. Inatoka kwenye bearish kwenda kwenye bullish, au inatoka kwenye bullish kwenda kwenye bearish. Kuna sign ambazo ikitokea inamaanisha inakupa alert kwamba market inaweza ka change direction muda wote, kutokea hiyo sehemu ambayo market ipo kwa wakati huo. Pia kuna break of structure au BOS, kutokea pale ambapo market ina break previous high au low kufuata trend direction. Hapo kuna bullish break of structure, break of previous high, afu kuna bearish break of structure, break of previous low. Takupa mfano, tunasema break of structure. Kwa mfano market hapa ilitengeneza nini, market hapa ilitengeneza hii hapa direction, sawa, ya kubuy, sawa. Kwa hiyo break zone hapa retracement, kaja kafanya retracement, sawa, hapa kafanya continuation. Kiangalia hapa, sawa, hapa market ili break hii hapa, ilikuwa ni previous high, sawa. Hii hapa, sawa, hapa ilikuwa ni previous high, sawa. Kwa market ilipokuja ikapush ka break previous high, sawa. Ki break previous high itafanya retracement tena hapa, umeona maeneo haya, sawa, ambapo market ili break afu inafanya tena continuation. Unafanya tena hivyo hivyo, ikaja ka break tena hii previous high, sawa. Kwa ki break inafanya retracement hadi maeneo yako, unapoona hapa kuna weak, hapo unafanya continuation. Kwa hivyo kuja tena ka break tena hapa hivyo hivyo, inafanya hivyo hivyo
mpaka na kufanya nini, mpaka na kuwa direction, kwa maana ya kuchange kwenda kwenye bearish. Hivyo hivyo pia inafanya kwenye nini, itafanya pia kwenye bearish. Kama itakuwa nini, inatembea katika bearish, itafanya vita break the previous value, itafanya testament, itafanya continuation. Pia mdo inaingia pia concept ya change of character, au market ni best sign kwamba trade inaweza nini, inaweza kubadilika. Kama ni bearish itabadilika, nataka kwenda kwenye bullish. Kama ni bullish inakupa sign kwamba inabadilika, inakuwa ni bearish. Pia kuna mfano kwenye upward trend, break of fire low kama ambavyo nimeelezea, au break of fire high kama ambavyo nimeonyesha hapo mwanzo. Pia kuna auto define market structure, unaweza kutumia high time frame, day, define major swing, high. Pia hizi zingine tutakuja tutaziona. Sawa. Unatumia clean chart, avoid kutumia indicator nyingi kwa kujifunzia structure. Pia indicator kwa sehemu kubwa sipendelee sana kuzitumia wakati nini, kwa tunajifunza structure. Iko ni mistake kuna trading against structure, kulazimisha structure ambayo haipo. Tumia noise low time frame, kuna break of structure na change of color. Sawa. Pia tutaangalia vitu vingi kadri ambapo muda, kama kadri ambapo tutakuwa tunaendelea. Na kwa hapo taishia tu hapo kwenye concept ya market strategy. Tutakuwa tazidi kuendelea katika video zingine mpaka tutakapofika sehemu ya kuchambua soko na kuangalia strategy ambayo wanatumia kwenye kutrade. Kama tukutane kwenye video zingine.